Naam, ujambo mpenzi msikilizaji na mtazamaji wa Yamba Letu TV pote pale ulipo. Imani yangu kubwa ni kwamba wewe ni muheri na umzima wa afya. Leo tarehe 9 mwezi Machi mwaka 2025 ni kualike mara nyingine kuungana nami katika makala ya Info Minute. Naitwa Thompson Unji Batangalwa William, nikiwa nawe katika makala haya ndani ya mjengo wa Yamba Letu TV. Nikusema hali ya usalama inaendelea kuwa tete mashariki mwa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo, upande wa Masisi huko ambako FRDC wameendelea kumenyana na wapiganaji wa M23 siku ya Jumamosi, na mpaka sasa hali sio nzuri. Upande mwingine huko Kivu Kusini, maeneo ya bonde la Ruzizi, wazalendo wanaendelea kuweka kibambazi kikubwa kuzuiza M23 kuingia katika mji wa Uvira. Wazalendo wapo Luvungi hapo na M23 wako Kamanyola. Na huko Norway, wakongomani wanaopatikana nchini Norway wameandamana tarehe 8 mwezi huu, hiyo jana siku ya Jumamosi, kupinga kile ambacho kinaendeshwa nchini Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo. Kwa mujibu wa wakongomani walioko huko Norway, wanasema kwamba masuala ambayo Paul Kagame anakuwa akiendesha nchini Kongo sio masuala ya kusaidia umoja wa Afrika na ujirani mwema. Njani mwa simu nampokea mmoja kati ya wakongomani walioko Norway walioendesha maandamano hayo. Emmanuel, habari za kwako na karibu hapa Yamba Letu TV. Habari kwako mtangazaji wa Yamba Letu TV, Thompson Unji Batangalwa. Mimi ni Emmanuel kutoka hapa Norway. Unanipata vizuri? Jana tulifanya maandamano ya kuhusikana na unyanyasaji ambayo Paulo Kagame anafanya mjini Goma, hata Sud Kivu, Bukavu. Jana tuliandamana tukihitaji rais wa nchi ya Rwanda aweze kukomesha huyo unyanyasaji ambayo unaendelea Nord Kivu na Sud Kivu. Jana ilikuwa siku ya wanawake, lakini na sisi tuliprofite ile okazio kusema tuandamane, tujiunge na wale wanawake ili tuweze kutetemeka mbele ya wakuu na viongozi ambao wanakomalia Afrika hata dunia yote nzima, ili waweze kusikia ni kitu gani ambacho sisi tunahitaji kama wakongomani. Tuliundana na wale ambao ni viongozi ambao wanakomalia wakimbizi hapa Norway, walijiunga pamoja na sie ili kuweza kufanya ili kuweza kusikiliza ni kitu gani ambacho tutaongea ili waweze kuenda kututetea, na waliweza kusikia maombi yetu. Wakati waliweza kuyasikia wakasema ilikuwa jana tarehe 7. Kumbe sisi tulienda andamana tayari, shida yetu na washaiweka mguvernema ya hapa Norway. Tuliweza kulia kuambia kama sisi watu wetu, wazazi wetu wananyanyasika, wamama wanabakwa, wasichana wanabakwa, hata watoto wadogo wanapelekwa kwenye kijeshi wakiwa chini ya umri ya miaka 17. Waliweza kusikia hayo wakasema kama hii si jambo la muhimu, ilikuwa bidi waweze kutusikiliza vizuri. Kisha baadaye wakasema kesho siku ya kwanza tarehe 10 wataweza kuweka hii shida mbele ya mkuu wa nchi ya Norway ili aweze kujadiliana na Rwanda kusema hii unyanyasaji ambayo Kagame anafanya mwinchi yetu ya Kongo, surtout Nord Kivu na Sud Kivu, aweze kuistop. Watu wengi walilia, tuliweka mavideo. Najua kama ukienda ku YouTube mtaangalia ni kitu gani tulichofanya kwenye maandamano. Mulianzia wapi hadi wapi? Tulianzia ku station ya Tog, tukiendelea mpaka kwenye wanaita Stutinge ama ku parlement. Ilo maandamano ilifanya saa 2, na muzile saa 2 kila mtu aliweza kuweka shida yake mbele ya wale wakuu ili waweze kuangalia namna gani watajadiliana kusema
Kagame aweze kuacha hiyo unyanyasaji ya Rwanda. Na pale walisema bataweza kujadiliana bakiongea na Kagame ili aweze kuacha. Mnafikiri kwamba maandamano yenu hayo yatasaidia lolote? Maana maandamano mengi yamefanyika hata kwenye majengo makubwa ya Umoja wa Mataifa na hakuna kinachoendelea. Mimi nadhani kuna kitu ambacho kitabadilika kulingana na maeneo na maandamano tuliyoyafanya. Sisi wenyewe hata tulijadiliana na wale wakongomani wanaoishi Ufaransa, tulianza jadiliana na wakatuelekeza namna gani waliandamana. Basi na sisi ikabidi tuandamane kusema baraisi wenyewe wanatukumalia hapa ama ministry baweze kujadiliana, kwa sababu wanajua ni kitu gani ambacho kinaendelea nchi yetu. Najua kuna kitu kitabadilika kulingana na maandamano tuliyoyafanya sisi hapa Norway. Kwa nini mumlaumu Paul Kagame tu wakati ambapo wakongomani ni wengi ndani ya AFC, ndani ya M23 na ndani ya jeshi la taifa la Kongo FARDC? Wapo wale ambao wamegeuka kuwa M23. Kwa nini mzigo wote mumlimbikizie Kagame wakati nyinyi mnawapokea wamo akina Corneille Nangaa, Bertrand Bisimwa na wengineo? Tunamlaumu Paul Kagame kwa sababu ukienda angalia M23, si kusema eti M23 ni wakongomani ambao wanapigana wao kwa wao. Tunamlaumu kwa sababu tunaenda angalia M23 inakuya ikiongea lugha ya Kinyarwanda, na tunajua Rwanda ndio lugha ambayo inaongea Kinyarwanda. Tuliweza kuangalia mavideo tofauti ambayo inaandikiwa hako M23, kumbe Kagame naye anavala ile teni ya M23. Ni kusema tunalaumu Paul Kagame kwa sababu ametuma wa rais bajeshi bake juu bakuye bakisema eti tunakuja kugomboa wakongomani ambao wanasema lugha ya Kinyarwanda, surtout Nilotic Batusi. Lakini tulienda angalia ile ni ya kusema tu Balkanize bafanye genocide ambao walifanya mwinchi ya Rwanda, wailete kusie wakongomani just. Lakini kile kitu tulikipinga, na Paul Kagame ndio maana tunamweka mwakili zetu aweze kuambia bajeshi wake barudie, basiongeze tu Balkanize, bakifanya genocide na kukamata badada yetu na watoto wetu na badogo wetu kubabeba mkijeshi juu batumalize barekipere Nord Kivu na Sud Kivu. Katika hotuba ya Corneille Nangaa mjini Goma na Bukavu, analahumu serikali ya Kinshasa kuto kutimiza ahadi walizotoa kwa wananchi na kuongoza nchi vibaya. Ndo wanataka wampindue, wafanye mabadiliko, na tayari kuna makundi ya wazalendo yameanza kujiunga na M23, mfano Majimaji Kifuafua wamejiunga. Kuna video zinazozunguka kwenye mitandao ya kijamii ya Kabido, wakina NDPIN wa kule Kalehe, wa Kirikicho Mirindi. Sasa uoni kwamba upande mwingine Corneille Nangaa ana sababu ya kufanya hivyo, pamoja na misaada anayoiomba ikiwa kweli ni Rwanda inamsaidia Paul Kagame? Corneille Nangaa ni kama kibaraka wa Rwanda. Corneille Nangaa ni mtu mwenye ni mkongomani, hatumukatale kama vile ni mkongomani, lakini kulingana na yenye wanaita corruption anahitaji anatia tumbu mbele kusema akwe kibaraka ya unyanyasaji wa sisi wakongomani Nord Kivu na Sud Kivu. Ni kusema Corneille Nangaa hatumukatale, lakini tunakatala mambo ambayo anatenda kulingana na baba yake Rwanda ambayo inamtuma ili aweze kuua wenzake mwinchi ya Kongo. Unawaeleza nini wakongomani wenzako ambao wanakuwa wanajiunga na M23? Wakongomani wenzangu naweza kuambia kama wajue Kongo ni nchi ambayo haitabadilikaka, na Kongo ni nchi ambayo haitatumikishwaka kusema batumie watu wengi juu bagawe nchi ya Kongo. Bale bote wenye bako nataka wapate wafanyizie corruption ama kuwapatia pesa ili basaliti wenzao waache. Na tunajua kama wajue kama sisi wakongomani ambao tulikimbia nchi yetu kupitia genocide ambayo Kagame na bale wenzake East Africa Community banataka waue wakongomani. Ni kusema sisi wakongomani ambao tunaishi nchi ya nje
tuliweka hii utetezi kusema batusaidie bale wenye bako nataka basaliti Kongo bajue kama na sisi bakongomani tuko nje. Hatutaki tusaliti nchi yetu. Wasikie kilio ambacho tunalia, juu wasiendelee kusikia mambo, basiendelee kufanya mambo ya Kagame iko nataka bafanyizia. Iko natafuta bapatia pesa juu basaliti nchi. Sasa sie bakongomani ambao tuko hapa nje ya nchi, bakasaliti nchi yetu, sisi tutaishi wapi? Nina basi wenzetu babakongomani wenye bako nataka basaliti nchi yetu kupitia Alliance Fleuve Congo, PPRD na wengine wote babazalendo wenzetu wenye banajua sisi bazalendo tuko nchi ya nje, wasiongeze kuingiliwa na bale bavamizi ama M23 jua wapatie pesa ama bapaingie mu grupe zabo. Waache wajue gisi sie tuko hapa, tutasaidiana mkila kitu chote, kama ni kujitoa kuhusu chakula, kama ni kujitoa kuhusu chochote ambacho banahitaji jua protege nchi yetu. Wasiingilie ule mgaidi ama genocidaire Paulo Kagame jua wapatie kusema wasaliti wenzao. Emmanuel, tunafika mwisho wa mazungumzo yetu, neno lako la nyongezo? Nadhani sikuwa na mengi kuliko haya. Nina basi tu wenzetu baba zalendo na bale bote wenye banapenda nchi yao, nchi yetu ya Kongo, wasiongeze kuingiliwa na corruption ama kukua vibaraka vya wenzao juu basaliti nchi yetu. Sina mengi kuliko haya na kutakia siku njema. Emmanuel, Iyambalieto TV inakushukuru kwa muda wako na karibu wakati mwingine katika makala ya Info Minute na vipindi vyetu vingine. Asante sana mtangazaji wa Iyambalieto TV. Kila laheri kwako. Asante. Huyo alikuwa ni Emmanuel kutoka Norway, ambako wakongomani wa Norway wameenda kufanya maandamano zidi ya Paul Kagame kuendelea kusapoti M23 ambayo inavamia nchi ya Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo na kukamata maeneo muhimu mashariki mwa DRC, haswa Kivu Kaskazini na Kusini.